ambaye unatumia uzazi wa mpango na kuamini ya kwamba ukitumia uzazi wa mpango utakuwa uwezi kubeba ujauzito. Sasa jua ya kwamba uzazi wa mpango ni dawa nzuri, ndio zinaweza kukusaidia usiende kubeba ujauzito, lakini pia ujue ya kwamba ni dawa ambazo zinaenda kuathiri mfumo wako wa uzazi. Na ndio maana wanawake wengi wanakuwa wakishaanza kutumia uzazi wa mpango wanakuwa wanaathiriwa na kuto kupata hedhi, yani hawapati period katika mwezi. Unakuta mwingine anaweza kupata period mwezi huu, mwezi ujao apate period. Au mwingine unaweza kukuta anaingia period mwezi mmoja, anakaa miezi kibao hawezi kupata period. Sasa ujue ya kwamba hizo dawa ambazo unazitumia, ama hizo kijiti ambacho umeweka, ama hizo sindano ambazo unazitumia wewe, ndio sababu ambazo zinakufanya wewe mpaka sasa hivi unahangaika kuto kupata period. Na ikifika muda ujauzito unakuwa unahangaika sana kubeba ujauzito na bila kujijua kuwa mzunguko mzuri wa hedhi ndio utaweza kukusaidia wewe kubeba ujauzito kwa haraka sana. Sasa endapo ukiwa unapitia jambo la kuwa unatumia uzazi wa mpango, ujue ya kwamba unaathiri mwili wako katika sehemu zako za uzazi. Nitakufundisha njia ambayo itakusaidia kuweza kutumia uzazi wa mpango bila kutumia sindano, bila kutumia kijiti. Unaweza kutumia mzunguko wako wa hedhi. Mzunguko wako wa hedhi utakusaidia vipi? Jua ya kwamba siku ya kwanza mpaka siku ya 5 ndizo siku ambazo mwili hujisafisha na kutoa damu ambayo hedhi ya kwanza ilitoka. Na kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya 8 ni siku ambazo mwili hujiweka sawa ili kuweza kupokea yai na mimba iweze kutungwa. Kuanzia siku ya 11 mpaka siku ya 10 na mpaka siku ya 16, hizi ndio siku ambazo ni muhimu kwa wewe mwanamke kwa ambaye unatafuta ujauzito kuweza kubeba ujauzito, na ukifanya tendo na mwenza wako basi kubeba ujauzito hizi siku itakuwa ni rahisi, kwa sababu ndizo siku za hatari. Sasa kwa wewe mwanamke ambaye unatumia uzazi wa mpango, usifanye tendo la ndoa katika hizi siku ambazo nimekutajia, kuanzia siku ya 11 mpaka siku ya 16. Ndizo siku ambazo zinakufanya wewe kuweza kubeba ujauzito. Unaweza kutumia njia hizo hapo. Sasa ukitumia vidonge, endapo ukitumia sindano, ndipo unaathiri mwili wako na kuweza kuathiri sehemu zako za uzazi na kuto kuweza kubeba ujauzito hapo baadaye. Hii itakusaidia sana ukitumia hiyo njia ambayo nimekuelekeza hapo mwanamke. Usisahau kushare, kucomment na kulike ili uendelee kujifunza zaidi kupitia Osman Solution.